Karibu tena katika kipindi chetu cha siku ya leo. Leo ninapenda nikushirikishe juu ya tatizo moja la mfumo wa kinga mwili linaitwa lupus. Tatizo hili lipo na linaweza likampata mtu yeyote na linaendelea kutokea miongoni mwa wakazi wengi maeneo mbalimbali ya dunia. Tatizo la lupus lipo miaka mingi na linawaathiri zaidi wanawake. Ukiangalia takwimu zinatuambia linaathiri wanawake 9 kwa mwanaume mmoja. Na katika wanawake hawa pia linaathiri zaidi umri ule wa uzazi chini ya miaka 35 na kuendelea. Na katika umri wa uzazi ambao ni miaka 15 mpaka 49 ni umri ambao wanawake wengi pia wanatamani kupata watoto. Na tatizo likitokea katika umri huo, basi inaweza ikaleta changamoto zaidi, hasa kama madhara yake yamekuwa ni makubwa au ni makali ndani ya mwili wa huyu mwanamke. Sasa ziko sababu ambazo zikijitokeza, inashauriwa kwamba ni vizuri sana mwanamke huyu asibebe mimba kabisa kwa sababu ya usalama wa maisha yake. Moja ni kwamba kama ameanza kupata dalili za figo kushindwa kufanya kazi, hasa katika ile hatua ya 4 na 5, huenda ameanza kutumia hata mashine kusafisha au kuchuja figo, sio salama kwa mama. Jambo la pili ni kama amepata kiharusi, yani stroke, hasa katika kipindi cha miezi 6 iliyopita, asibebe. Jambo la tatu ni kama tatizo la moyo limeanza pia kujitokeza, kwa sababu lupus inaweza ikaathiri kiungo chochote ndani ya mwili. Akipimwa vipimo kama echo, ECG, akakutwa kwamba utendaji kazi wake wa moyo ni chini ya 40%, yani ejection fraction, basi inashauriwa kwamba huyu mtu asibebe mimba. Jambo la 4 ni kwamba kama kiwango chake cha utendaji kazi wa mapafu, ile lung function, ni chini ya 50% au uwezo wa kushikilia oksijeni kwa dakika moja ni chini ya lita 1, basi huyu mwanamke pia asibebe mimba. Jambo la 5 ni kama amepata pia pressure ya mapafu, yani ile tunaita pulmonary hypertension, zaidi ya millimeter of mercury 50, inashauriwa pia kwamba asibebe mimba. Na jambo la 6 ni kama amekuwa akipata dalili au complications, changamoto za lupus za mara kwa mara, wiki 1, wiki 2 inajitokeza, kama maumivu ya viungo, damu kushuka, kupoteza fahamu, kichwa kuuma sana. Ni ushauri ambao unatolewa ya kwamba huyu mtu basi asibebe mimba, asije akafariki au kupoteza maisha wakati wa ujauzito. Ni vizuri kuendelea kujifunza na kufuatilia haya mambo kwa ajili ya usalama wa afya zetu.